Naomba tuingie sasa katika somo letu. Andika, neno lisilogoshiwa ni nini? Neno lisilogoshiwa ni nini? Au neno lisilogoshiwa ni kitu gani? Neno lisilogoshiwa ni neno ambalo halijachanganywa na kitu kingine. Ni neno ambalo halijachanganywa na kitu kingine. Ni neno ambalo halijapotoshwa wala kutiwa dosari. Ni neno ambalo halijapotoshwa wala kutiwa dosari. Ni neno halisi na la kweli. Neno lisilogoshiwa ni neno ambalo halijachanganywa na kitu kingine, halijapotoshwa wala kutiwa dosari. Ni neno halisi na la kweli. Na tunaweza kusema pia kuwa neno lisilogoshiwa ni mafundisho safi ya kweli ya Mungu, yasiyochanganywa na mafundisho ya uongo kwa hila, kwa lengo la kupotosha. Tunaweza kusema pia neno lisilogoshiwa ni mafundisho safi ya kweli ya Mungu, yasiyochanganywa na mafundisho ya uongo kwa hila, kwa lengo la kupotosha. Amen. Na neno au mafundisho haya yakiwa yanajumuisha mambo mawili. Neno au mafundisho haya yakiwa yanajumuisha mambo mawili ambayo ni maneno ya Kigiriki. Mambo mawili hayo, mafundisho yasiyogoshiwa, hilo neno lisilogoshiwa likiwa linajumuisha mambo mawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya ni ya Kigiriki, na neno la kwanza linatamkwa kama logos. Logos, s isiyo na i mwisho, na lingine likiwa linaitwa rema, R-H-E, rema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nimesema hivi, ni muhimu sana katika kulielewa neno la Mungu kama Mkristo kujua maneno haya mawili. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kama Mkristo kujua maneno haya mawili wakati unafuatilia Biblia ama unasoma Biblia. Kujua neno la Kigiriki linalotamkwa kama logos na rema. Logos na rema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitakutafsiria. Logos ni neno linalomaanisha jumla ya neno la Mungu. Logos ni neno linalomaanisha jumla ya neno la Mungu, jumla ya neno la Mungu. Sawa? Yaani ufunuo mzima wa Mungu. Maandiko yote, nimeweka kwenye mabano maandiko yote. Ufunuo mzima wa Mungu, maandiko yote. Sawa? Ukweli wa Mungu ulioandikwa au uliowekwa wazi, yaani Biblia. Sawa? Logos tunaweza kusema ni ukweli wa Mungu ulioandikwa au uliowekwa mbali, yaani Biblia. Kwa hiyo kwa Kigiriki tunaweza kutamka kwamba Biblia inaitwa logos. Umenipata mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ya kwamba logos ni neno lililoandikwa, lililowekwa wazi. Biblia, hii Biblia ni logos. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuangalie lile neno la pili, rema. Rema ni neno maalum la Mungu kwa wakati fulani. Logos ni neno maalum la Mungu kwa wakati fulani. Rema ni neno maalum la Mungu kwa wakati fulani.
Nimesema ni ujumbe unaosemwa au kufunuliwa kwa mtu fulani au katika hali fulani anayopitia mtu kwa wakati huo au alionayo mtu kwa wakati huo. Ni ujumbe unaosemwa au kufunuliwa kwa mtu fulani au mahali fulani katika hali fulani anayopitia mtu kwa wakati huo, unaobeba makusudi au mapenzi ya Mungu kwa wakati huo. Huo ujumbe ama huo ufunuo unakuwa umebeba makusudi au mapenzi ya Mungu kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda nitoe mfano ambayo inawakuta watu wote, hata mimi na hata wewe utakuwa shahidi kwamba unaweza ukasoma Biblia. Wakati huo unasoma leo, tarehe ya leo, wakati unasoma katika labda tuseme sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo, katika kule kusoma utaenda utakutana na mstari ambao utakugusa moyo. Wengine wao wanaenda mbele kidogo, wana mark ule mstari, wana underline, wanacholea. Nafikiri nawapata wasomaji wa Biblia, si ndio? Maana yake nini? Huo ni ufunuo unaopata kwa wakati ule unaposoma. Na sura hiyo hiyo ukiisoma mwezi ujao utakutana na mstari mwingine sio ule uliosoma siku ile, nao pia utakugusa, nao pia highlight. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo rema. Bwana Yesu asifiwe. Rema ni neno la Mungu analokupa kwa wakati huo kulingana na hali ulionayo au hali yako ya wakati huo. Ni neno la Mungu lililohuishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kusema pia ni neno la Mungu lililohuishwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa nini walinafanya hivi? Kwa sababu neno la Mungu li hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu li hai. Naomba tuandike Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na wa 13. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 hadi wa 13. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 na wa 13. Soma. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona neno la Mungu li hai. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ni muhimu kujua maneno haya mawili kwa sababu upotoshaji mkubwa umetokea hapo, kwa maana ya tafsiri ya neno na au ufunuo uliotokana na neno, kwa maana ya tafsiri ya logos na ufunuo rema unaotokana na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Upotoshaji mkubwa umeanzia hapo. Naweza kusema hata mgawanyiko wa makanisa ya kiroho wakati mwingine umetokea hapo, kwenye tafsiri ya neno na ufunuo anaopata mtu kutoka kwenye hilo neno. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu maneno hayo.
kwamba upotoshaji mkubwa umetokea hapo. Kwa mfano, ningekuja hapa ningesema neno la Mungu linasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa tuyatamani maziwa yasiyogoshiwa, na wakati huo nikawa nimeweka oda ya maziwa kwa mama Mvungi ya madumu na madumu hapa, kwamba ili tukulie wokovu. Naanza kugawa hapa kikombe kimoja kwa mmoja baada ya mwingine. Si nimetafsiri neno jamani? Bwana asifiwe. Sinakuwa nimetafsiri neno. Kwa hiyo nataka tu ufahamu, upate hiyo picha kwamba upotoshaji mkubwa umetokana na tafsiri na ufunuo anaoupata mtu kutoka kwenye neno. Na kwa habari ya ufunuo, si kila ufunuo unatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutafundishana pale mbele. Naomba tusome Wakorinto wa pili sura ya 2 na mstari wa 17. Korinto wa pili sura ya 2 na mstari wa 17. Kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Haleluya. Kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo. Haleluya. Kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Nimesema neno hili upotoshaji huu ni tumeona pale kwamba kutumia neno la Mungu kwa hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hila. Kwa hiyo mtu anaweza akalipotosha neno la Mungu kwa hila, sio kwa kutokujua. Anakuwa anajua anachofanya, lakini anatumia hila. Bwana Yesu asifiwe. Na hila ina nafasi kwa watu walio na imani kwa huyo mtu. Biblia inasema muaminini Mungu na muamini manabii wake, ili mpate kufanyaje? Kuthibitika. Haleluya. Kwa hiyo sisi wote hapa tunamwamini watumishi wa Mungu. Sasa kwa sababu tunawaamini, wakatumia kwa hila neno la Mungu kugeuza ili walitumie kwa makusudi yao, hakuna anayepona hapa. Tusome Marko sura ya 7 mstari wa 13. Marko sura ya 7 na mstari wa 13. Marko 7:13. Huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana, tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo. Anasema huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanatangua neno la Mungu kwa sababu ya mapokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba uandike pia Timotheo wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 5. Timotheo wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 5. Timotheo wa kwanza 6:5. Na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, walioikosa kweli, huku wakidhani ya kuwa utauwa ni njia ya kupata faida. Haleluya. Wako pia watu wa namna hiyo ambao wanaamini kwamba utauwa ni njia ya kupata faida. Kwa hiyo wanaweza kuchepusha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaliweka kwa namna ambayo linawapatia faida, linageuza na kufanya na kuleta biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutajirika. Naomba uandike Timotheo wa pili sura ya 4 na mstari wa 3. Timotheo wa pili sura ya 4 na mstari wa 3. Timotheo wa pili 4:3. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia wakati mwingine kuhangaika kunaweza kukuingiza kwenye kupotea, kukutana na maneno yaliyogoshiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu una masikio ya utafiti.
Haleluya. Sasa nimesema hivi, kughushi neno la Mungu si lazima iwe kubadilisha kabisa neno la Biblia. Sio lazima kughushi neno la Mungu, sio lazima iwe ni kubadilisha kabisa neno la Mungu, kwa sababu ingekuwa kubadilisha kabisa neno la Mungu ni kitu ambacho kinatambulikana kwa wepesi na rahisi, si ndio? Mara nyingi huwa ni kulitafsiri vibaya. Mara nyingi huwa ni kulitafsiri vibaya. Kughushi neno la Mungu si lazima iwe kubadilisha kabisa neno la Biblia. Mara nyingi huwa ni kulitafsiri vibaya, huwa kulitumia kwa nia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kulitumia kwa nia mbaya. Analisoma kama lilivyo, alafu nia yake ikiwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, si tunakumbuka Bwana Yesu alivyokuwa pale mlimani, pale ule mlima wa majaribu. Shetani alimwambia maneno yake. Alimwambia maneno yake shetani? Hapana, alisema imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Na yale aliyokuwa anasema imeandikwa, hakuwa anayasema tofauti, alikuwa anayasema kama yalivyoandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kughushi neno la Mungu sio lazima mtu abadilishe, ageuze lile neno kabisa, aliseme tofauti, labda kwa kusingizia ni tafsiri ya tafsiri za lugha tofauti, kwa lugha tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kutumia kwa nia mbaya. Naomba tuandike Petro wa pili, alafu nitaisemea sura ya 3 mstari wa 15 na 16. Nafikiri hii tumeshaisoma. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 15 hadi wa 16. Tuandike Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Wakorinto wa pili sura ya 3 na mstari wa 6. Naye ndiye aliyetosheleza kwa kuwa hudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huuisha. Anasema naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa maana andiko huua bali roho huuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko logos linaweza kuua. Bwana Yesu asifiwe. Likitumiwa vibaya linaweza kukuua. Bwana asifiwe sana. Linaweza kukuua. Hii haimaanishi neno la Mungu ni baya, ila likifasiriwa isivyo sawa, pasipo msaada wa Roho Mtakatifu, laweza kukuua badala ya kukusaidia kukua kiroho. Nimesema hii haimaanishi neno la Mungu ni baya, ila likifasiriwa isivyo sawasawa, pasipo msaada wa Roho Mtakatifu, laweza kukuua badala ya kukusaidia kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu neno la Mungu ni roho, kwa hiyo lazima lifasiriwe na roho. Bwana Yesu, lifasiriwe kwa roho, sio kwa akili za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura ya 6 na mstari wa 63. Yohana sura ya 6 na mstari wa 63. Yohana sura ya 6 na mstari wa 63. Roho ndiyo itoayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kulielewa neno la Mungu na kuliishi. Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kulielewa neno la Mungu na kuliishi. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa nilitamani kutoa mfano wa namna ya maandiko yalivyopotoshwa, lakini muda hautatosha. Lakini itoshe tu kuona kwamba hata Yesu pale mlimani alikuwa anaambiwa neno la Mungu, lakini kwa nia ya kupotosha, kwa hila. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakachojifunza, ambayo nitakuwa kipengele cha mwisho, ni namna ya kulinda ama namna ya kujilinda kuepuka mafundisho yaliyogoshiwa. Namna ya kujilinda kuepuka mafundisho yaliyogoshiwa. Iko namna ya kujilinda kuepuka mafundisho yaliyogoshiwa. Namna ya kwanza nimeandika, jenga tabia ya kusoma neno la Mungu wewe mwenyewe kila siku. Usitegemee tu kusikia kutoka kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Jenga tabia ya kusoma neno la Mungu wewe mwenyewe kila siku. Usitegemee tu kusikia kutoka kwa wengine. Hiyo ni njia mojawapo ya kujilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 11. Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 11. Matendo ya Mitume 17:11. Matendo ya Mitume sura ya 17 na mstari wa 11. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wabeloya walikuwa watu wa ajabu sana. Waliyachunguza maandiko ili kuthibitisha, je, ndivyo yalivyo kama walivyosikia? Kwa hiyo usitegemee tu kusikia neno la Mungu kutoka kwa watu wengine. Jisomee wewe mwenyewe Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Njia nyingine ya pili, angalia muktadha wa maandiko. Haleluya. Usichukue mstari mmoja peke yake. Soma kabla na baada ya mstari. Maana sahihi ya neno wakati mwingine hupatikana ndani ya muktadha wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unaposoma Biblia nyingi, pale pembeni kunakuwa kuna nini? Zinaitwaje zile? Reference ama nukuu. Mstari huo huo labda umeandikwa mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msomaji wa Biblia mzuri akikutana na mstari ambao hajauelewa, anafuata reference kwamba imeandikwaje, ina maana gani. Bwana asifiwe sana. Hilo ni muhimu sana. Jambo la tatu, omba uongozi wa Roho Mtakatifu kila unapoingia kulisoma neno la Mungu. Usitegemee akili zako peke yake. Omba uongozi wa Roho Mtakatifu kila unapoingia kulisoma neno la Mungu. Usitegemee akili zako peke yake. Usisome Biblia kama gazeti la mzalendo. Bwana asifiwe. Muombe Mungu akufundishe na kukupa uelewa. Muombe Mungu akufundishe na kukupa uelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna andiko ambalo sikuwa nimeliandika, nafikiri liko kwenye Wakorinto wa pili sura ya 4 na mstari wa 4. Sura ya 4. Naomba angalia majaliwa, Wakorinto wa pili sura ya 4, kama sio wa pili ni wa kwanza. Wakorinto wa pili sura ya 4 na mstari wa 4. Wakorinto wa pili sura, anzia mstari wa 3. Hiyo hiyo. Wakorinto wa pili sura ya 4 na mstari wa 3 hadi wa 4. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo
anasema ikiwa injili imesitirika kwa hao wanaopotea. Bwana asifiwe sana. Kuna neno lingine ambalo nilikuwa nalitaka, nafikiri liko, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini wazukie nuru ya injili. Hebu nisome ule mstari wa 2. Kuna lile neno linasema kwa habari ya utaji. Naomba usome Wakorintho wa pili 3:16. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Basi soma wa 15 na 16. 15 na 16. Ila hata leo Torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji huondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaji, kizuizi kinachosababisha usielewe kile unachokisoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, kanisa la Bwana. Sasa unaona pale kwenye ile wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4 anasema, soma ile 4 kuanzia 3 na 4. Wa Korinto wa pili sura ya 4 3 na 4. Wa Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Hao wanaopotea kwa sababu gani? Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona pia shetani anaweza kapofusha fikra, hata ukawa unasoma huelewi. Bwana Yesu asifiwe. Unasoma huelewi. Yule towashi alimwambia Filipo, hivi huyu haya maneno anasema kwa habari ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Anasoma habari za Yesu Kristo, lakini haelewi hizo habari ni za nani, kwa sababu ya utaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Filipo akamuelekeza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo omba uongozi wa Roho Mtakatifu kila unapoingia kulisoma neno la Mungu. Usitegemee akili zako pekee. Muombe Mungu akufundishe na kukupa uelewa. Yohana sura ya 16 na mstari wa 13. Hilo sasa nilikuwa nimeliandika. Yohana 16 na mstari wa 13. Yohana 16:13. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie katika kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Haleluya. Ni muhimu sana kumshirikisha Roho Mtakatifu unapolisoma neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la 4, epuka tamaa ya kusikia unachokipenda tu. Epuka tamaa ya kusikia unachokipenda tu. Watu wengine wamepotosha maandiko matakatifu wakitafuta maneno mepesi kufikisha ujumbe kwa hofu ya kuwapoteza waumini wasiotaka kusikia jumbe ngumu au jumbe za moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe epuka kusikia kile unachokitaka. Bwana asifiwe. Ndio maana watu wanapenda kwenda kusikiliza mambo ya mafanikio tu, hawataki kusikia mambo ya kukemewa dhambi. Epuka kusikia kile unachokitaka wewe peke yako, nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naongea na vijana pale jana, nikasema huu mwili Biblia inasema ni mwili wa mauti, na huu mwili utayarudia mavumbi, hautaurithi ufalme wa Mungu huu mwili. Lakini ndio mwili unaotukosesha tusimuone Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Huu mwili ni wa mauti na una ubinafsi, unataka wenyewe tu, ikiwemo na kutaka kusikia vile ambavyo unavipenda tu. Hutaki kukemewa dhambi. Na kuna watumishi ambao wanachepusha neno la Mungu, wanatafuta namna nyepesi. Bwana asifiwe sana. Wanatafuta namna nyepesi wasikuumize moyo.
lakini Biblia inasema watendao haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Iko moja kwa moja, anasema sehemu yao ni katika lile ziwa la moto. Lakini watumishi, wakati mwingine tunatafuta njia, maneno mepesi. Bwana asifiwe sana. Wewe kama unatamani kumwona Mungu, kama unatamani kukua katika Mungu, usitafute kile unachokipenda tukusikia. Bwana asifiwe sana. Unapofika mahali kama hapa, mwambie Mungu, sema na mimi, nionye, nikemee, nirekebishe, nitie moyo. Bwana asifiwe. Ndiyo kazi ya neno la Mungu. Bila hivyo kusingekuwa na haja ya kufundishana. Bwana asifiwe sana. Tuko mahali hapa ili neno la Mungu lituchonge, tufanane na yeye aliyetuokoa. Haleluya. Bwana asifiwe. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 4. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 5, usikimbilie kila ufunuo mpya. Si kila kitu kinachoitwa ufunuo hutoka kwa Mungu. Usikimbilie kila ufunuo mpya. Si kila kitu kinachoitwa ufunuo hutoka kwa Mungu. Kila kitu kipimwe ama ukipime kwa neno la Mungu. Kila unachokisikia, kila aina ya ufunuo upime kwa neno la Mungu, kwamba neno la Mungu linasema nini kuhusiana na huo ufunuo uliousikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 21. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 21. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 21. Jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Bwana asifiwe. Kwa kuhitimisha, nimesema hivi, ni neno jumlisha Roho Mtakatifu jumlisha utambuzi, ulinzi dhidi ya mafundisho yaliyogoshiwa. Bwana asifiwe sana. Nimesema hivi, neno jumlisha Roho Mtakatifu jumlisha utambuzi. Baada ya kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu unapata utambuzi, unapata uelewa. Matokeo yake ni ulinzi dhidi ya mafundisho yaliyogoshiwa. Na Mungu awabariki.